Bwana, ile riwaya yetu ya mali yangu inaendelea sasa. Yule bwana Hashim bwana akauza yale mazao yake pale shambani, ile pesa akajaribu kumpa mtu kama zawadi tu, ili aone je kwamba huyo mtu naye atapata matatizo kama yanavyopata. Sasa wakati anampa bwana, yule mtu akamuuliza, wewe pesa unanipa nini? Anambia, bwana mimi nimeamua nivune hapa kwenye shamba langu, nikaona nikupa pesa tu kama zawadi ndugu yangu. Wewe yule jamaa kwani alikubali? Akasema hapana, wewe sije kuona unanipa pesa. Inakuwaje sasa wewe unanipa pesa wakati sije kuona unanipa pesa? Yaani leo tu ndio utoke huko unipe pesa? Au ndio pesa hizo za kichawi hizo unataka kunipa? Yule jamaa akakataa. Akakataa kabisa, maana sio kawaida kwa Hashim kumpa pesa bila kazi yoyote, atoke tu kumpa pesa. Nani sio kitu kirahisi hivyo. Kwa bwana Hashim bwana akarudi na pesa zake. Sasa alivyorudi nyumbani bwana akashauriana na mke wake. Mke wake nani Ashura. Ashura bwana, mke wake yule Ashura akamwambia, wewe bwana bora uuze hilo shamba. Mashamba wewe tafuta tajiri, muuzie, sisi tuondoke zetu hapa. Na sasa tunakaa huko kitu nyingine kitumfaishi bwana. Tutafute tajiri tumuuzie, sisi tuondoke zetu hapa. Basi bwana mpango yeye ya kuuza shamba mimi mjini ikaanza, wakatafuta mteja, basi mteja tajiri akapatikana. Akamuuzia ile shamba bwana. Sasa bwana kumuuzia ile shamba bwana, shamba mwanzo lilikuwa linatoa vitu, yaani mazao yanatoka vitu. Yaani tangu alipomuuzia yule jamaa ile shamba, ile mnunuzi tajiri mpya, ile shamba likawa halitoi tena yale mazao, mnazi tena hazizai, machungwa hayatoki, na mazao mengine kama vile migomba ile haizai ndizi, imekaa tu. Japo mvua zinanyesha nini, lakini yaani ile yale mazao pale shambani hayazai. Kwa yule mnunuzi yule basi akabaki na shamba lake, lakini alimpa kitu bwana. Kwa hiyo akaendelea naye, alikuwa na pesa, akaanza kufilisika. Pesa zake zote zile zikawa zinaisha, zile tajiri wake yule. Mmoja alikuwa na mabiashara. Biashara zake zikaanza kufilisika. Naye anakuwa kama vile anataka kuja kufanana kabisa na bwana Hashim. Japo ni mtu mwingine kabisa, na wala walikuwa hawafahamiani. Yeye ni mtu amemtafutia mteja toka ndole shamba, hawafahamiani kabisa. Lakini sasa ndo huo tajiri wake ule unaisha, na anakuja tena kuwa maskini, anakuja kufanana na Hashim. Je, unajua huyo tajiri alinunua shamba alikuwa anaendeleaje? Sasa hapa tuishie hapa kwa leo. Tutaendelea kipande kijacho kwamba huyo tajiri huyu anaendeleaje sasa. Je, ile shamba litaendelea kumnufaisha au litaendelea kuzaa? Au ile minazi tabaki tu inaendelea kurefuka tu bila kuzaa chochote? Maana tangu Hashim amemuuzia shamba, hakuna kitu kingine kinachotoka pale. Hakuna mazao yanayotoka pale. Hamna. Utajiri nao ndio huo hapo unaanza kuporomoka, ndio unaanza kuwa maskini, unarudi tena kwenye umaskini kama yale maisha bwana Hashim. Bwana, ile riwaya yetu ya mali yangu inaendelea sasa. Yule bwana Hashim bwana akauza yale mazao yake pale shambani, ile pesa akajaribu kumpa mtu kama zawadi tu, ili aone je kwamba huyo mtu naye atapata matatizo kama yanavyopata. Sasa wakati anampa bwana, yule mtu akamuuliza, wewe pesa unanipa nini? Anambia, bwana mimi nimeamua nivune hapa kwenye shamba langu, nikaona nikupa pesa tu kama zawadi ndugu yangu. Wewe yule jamaa kwani alikubali? Akasema hapana, wewe sije kuona unanipa pesa. Inakuwaje sasa wewe unanipa pesa wakati sije kuona unanipa pesa? Yaani leo tu ndio utoke huko unipe pesa? Au ndio pesa hizo za kichawi hizo unataka kunipa? Yule jamaa akakataa. Akakataa kabisa, maana sio kawaida kwa Hashim kumpa pesa bila kazi yoyote, atoke tu kumpa pesa. Nani sio kitu kirahisi hivyo. Kwa bwana Hashim bwana akarudi na pesa zake. Sasa alivyorudi nyumbani bwana akashauriana na mke wake. Mke wake nani Ashura. Ashura bwana, mke wake yule Ashura akamwambia, wewe bwana bora uuze hilo shamba. Mashamba wewe tafuta tajiri, muuzie, sisi tuondoke zetu hapa. Na sasa tunakaa huko kitu nyingine kitumfaishi bwana. Tutafute tajiri tumuuzie, sisi tuondoke zetu hapa. Basi bwana mpango yeye ya kuuza shamba mimi mjini ikaanza, wakatafuta mteja, basi mteja tajiri akapatikana. Akamuuzia ile shamba bwana. Sasa bwana kumuuzia ile shamba bwana, shamba mwanzo lilikuwa linatoa vitu, yaani mazao yanatoka vitu. Yaani tangu alipomuuzia yule jamaa ile shamba, ile mnunuzi tajiri mpya, ile shamba likawa halitoi tena yale mazao, mnazi tena hazizai, machungwa hayatoki, na mazao mengine kama vile migomba ile haizai ndizi, imekaa tu. Japo mvua zinanyesha nini, lakini yaani yale mazao pale shambani hayazai. Kwa yule mnunuzi yule basi akabaki na shamba lake, lakini alimpa kitu bwana. Kwa hiyo akaendelea naye, alikuwa na pesa, akaanza kufilisika. Pesa zake zote zile zikawa zinaisha, zile tajiri wake yule. Mmoja alikuwa na mabiashara. Biashara zake zikaanza kufilisika. Naye anakuwa kama vile anataka kuja kufanana kabisa na bwana Hashim. Japo ni mtu mwingine kabisa, na wala walikuwa hawafahamiani. Yeye ni mtu amemtafutia mteja toka ndole shamba, hawafahamiani kabisa. Lakini sasa ndo huo tajiri wake ule unaisha, na anakuja tena kuwa maskini, anakuja kufanana na Hashim. Je, unajua
huyu tajiri alimnunua shamba